Baby, hapa unaagiza chochote kile unachokitaka. Agiza, pesa ipo. I love you so much. Huyu kampiga mwenzake. Kwani vipi jamani? Mame Sam kakoma. Sam! Jamani kaua. Haiwezekani Sam. Sam, kwa nini unakuja kuniletea fujo Sam? Nimekwambia unipe taraka zangu niondoke kabisa nyumbani kwako. Sikutaki. Sam, sikutaki. Mama yangu kamuua baba wa watu Sam, jamani Sam. Security! Security! Weka ka security. Yaani upo hapo mimi naita wewe, kumbe upo hapo naangalia tu unashangaa. Mmeongo kapigwa. Uko chini ya ulinzi. Kaa chini. Wewe kaa chini wewe. Kaa chini nimekwambia. Wewe jamaa wewe. Huu ugomvi haukuhusu hata kidogo. Haukuhusu kabisa huu ugomvi. Kaa mbali. Usinisogelee. Usithubutu kunisogelea hata hatua moja. Nitakufyeka, nitakusafisha dakika sifuri nyingi. Huu ugomvi haukuhusu. Nilichokifuata nishakifanya, naomba unipe nafasi pana, tena pana, njia nione nyeupe. Nipite niondoke. Bro, narudia kwa mara ya mwisho. Nimekwambia kaa chini, uko chini ya ulinzi. Usiniambie mimi huu ugomvi haunihusu, kwa sababu naijua vizuri kabisa kazi yangu. Mimi ni security guard. Kazi yangu ni kusimamia ulinzi na usalama wa wateja hapa ndani. Nikiona kuna vurugu yoyote au nikiona kuna mtu yoyote anaanzisha vurugu, basi lazima nidili naye. Sasa wewe nimekushika kama hivi. Umempiga mzee wa watu pale. Sijui kama ni mzima yule. Umempiga na gongo kanondoka chini. Na kuomba kaa chini. Kaa chini. Chini sikai mjomba. Kama mbwai. Kwanza nipishe niondoke. Security asiondoke huyo. Asitoke huyo hapo. Akauze jela huyo. Muuaji mkubwa huyo. Akauze jela. Afande kaza. Kazi. Kaza afande. Safi sana kijana. Swadakta. Safi, umekwiva na mimi nakunjua moyo wangu na kukupa baraka zote za upambano. Princess, eti princess tena. Prince of the prison. Wewe ndio mwana mfalme na wewe ndio mfalme ajaye wa gereza. Sina mashaka na wewe tena. Na naamini kesho Shemtoi utamuonyesha cha mtema kuni. Nataka unikanyagie yule kijana mbele ya Bikachala ili Bikachala ajue kwamba hili gereza halina wanyang'indo wengine zaidi ya sisi. Master, mie kesho nitabadilika. Nitakuwa mwingine kabisa. Ulegevu na acha nyumbani ukose hilo. Na pale nitakapokutana na huyo Shemtoi nitamuonyesha kwamba mie ngangamavu lisilokuwa na mchezo, buruhani lenye mashaitani yasiokuwa na kifani. Sasa mimi unajua nabisha basi. More blessing my friend. Mimi nakuaminia kwa namna yoyote lazima Shemtoi kesho akanishwe. Tunataka tumzalilishe. Upige mtu hadi tukishamaliza hilo pambano akupe saluti, akwambie shikamoo baba, akushike hivi kwenye upala, halafu akusalimie kabisa kwa heshima. Sawa master. Obure my friend, mimi naona kabisa hili jina la wakora sisi halitutoshi. Sio saizi yetu. Tunajipa jina kubwa la kikatili, lakini watu ni mabwabwa mapila. Sijui tu tujipe jina gani. Sisi sio wakora tena, labda vingora. Maana sisi ni wakupigwa kila siku na kulia. Angalia, dogo kule katufukuza kwenye selo letu, katupiga kipigo cha mbwa kala mayai. Kule tena kwenye bwala la chakula tumepigwa, tumepokonywa chakula. Usiku tena tunapigwa tena. Yaani sisi tunapigwa tu kama mandonga. Sisi tumekuwa mandonga mjomba. Sisi sio wakora tena. Hilo jina life. Sisi ni vingora. Mimi sikupingi buda, kwa sababu tunapingwanga kama ngoma, tunapingwanga ovyo ovyo tu, tena tunapingwa na watu ambao kwa kweli ni mabwabwa wa gereza. Yule jamaa analegeza domo kiasi kwamba juu lile domo linafika hapa kifuani. Sasa sijui ni kwa nini sisi tunapigwa na watoto wadogo. Mimi kwa kweli ili swali limeniuzi. Wakora si wakora tena, ni vingora. Wacha tujiite vingora, labda hilo jina
Hilo jina la kilio hata tukipingwa tunasema ving'ora vimepingwa. But I think we are going to live a hard life in this prison. Yani ili gereza ukiwa mnyonge ndio unaishi kinyonge. Si tutakuwa tunapokonywa msosi kila siku. Tutakuwa tunateseka, tunapigwa, tunafanyishwa kazi. Mtu anaweza akapewa kazi ya kwake ya kubeba tofali, kupanga tofali akakupointi tu wewe kwamba bwana Obure panga tofali kwa ajili yangu. Na wewe kwa sababu ni mnyonge huwezi kupinga, ukipinga unakula ndosi. Sasa hayo maisha mjomba tutayamudu? Tutayamudu hayo maisha kweli sisi ving'ora? Itakuwa maisha mangumu buda, ni uchungu, itakuwa ni mbaya, ni ngori hiyo. Sasa sijui tunafanya nini, kwa sababu mi dharau ndo sizipendi buda. Mi sipendi dharau, unajua. Maisha ya design hiyo mi nitashindwa hapa gerezani, wataniumiza, wataniua buda. Let me advise something my brother. If possible, turudi pale selo tulikopigwa tukapokonywa selo yetu na yule dogo. Tukaongee naye yule dogo, tumuombe awe mwalimu wetu, atufunze kumfu na kareti, kwa sababu dogo ana uwezo mkubwa yule. Kama aliweza kutukunguta watu wawili dabo, hawezi kushindwa kutufunza zile staili. Tukamuombe atufunze, kwa sababu kwa staili hii sisi tutakuwa mapunda wa gereza. Kila siku tutakuwa tunabebeshwa mizigo ya watu. Kama yule mshikaji aliolegeza domo katupiga, halafu pia kaungana na mnyangi ndo mkuu, the king of this prison, bwana Fuvu. Huoni kwamba sisi tutateseka mjomba? Tutaumia. Twende tukamuombe yule mshikaji. Au wewe unaonaje? Ni advice nzuri buda, lakini sidhani kama yule dogo atakubali. Ndio maana nikasema twende tukamuombe. Akikataa basi tutacheki njia nyingine, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuishi humu ndani kama punda tu ovyo hivi. Tunaonewa kila siku. Vipi dokta? Mzima kweli huyo? Ya, ni mzima, bado yuko hai kabisa, lakini amepoteza fahamu kwa sababu inaonekana amedondokewa na kitu kizito sana kichwani. Hajadondokewa na kitu huyo dokta, kapigwa na gobwe, bonge la gobwe. Yaani sijui ni nyundo lile, sijui gobwe, yani sijaelewa mimi. Kapigwa na lungu kubwa sana huyu, na aliyempiga ni kijana wako huyu ambaye ulikuwa naye hapa hospitali, Sam, mume wangu. Bizi amekuwa mwenda wazimu amekuwa kichaa yule jamaa, kwa sababu mimi mwenyewe nimemfukuza kazi hapa. Amepokea mgonjwa wangu mahututi, badala ya kumpeleka ICU kampeleka chooni. Haitoshi, amekuja kazini toka asubuhi hafanyi kazi, kakaa tu ana relax. Mimi nikaamua kumfukuza kazi. Kumbe kama nilijua tu ningemwacha hapa ule angenibonda mimi, ili lungu lingenipata mimi hili. Mimi nilimfukuza mapema baada ya kuona ana viashiria vya kijinga vinaendelea. Mimi nimemfukuza, kumbe kaenda kubonda mtu kichwani. Aisee, kidogo amuue huyo. Angemuua, bahati nzuri kapiga kwa pembeni. Angepiga katikati kwenye medulla oblongata, tungemkosa huyo. Sasa sikiliza dokta, hakikisha huyu mtu anapona. Hakikisha huyu baba anapona, kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Yaani anapona kwa gharama zozote zile, awe sawa kabisa kama alivyokuwa mwanzo. Please, nakuomba dokta. Yaani wekeza kila kitu chako kwa huyu baba. Tutalipa pesa yoyote ile utakayotaka. Sawa binti, nitapambana kadri ya uwezo wangu. Mke wangu Bimlole umenyanyuka? Alhamdulillah, namshukuru sana Mwenyezi Mungu jamani, inshallah itaala. Mungu asante sana kwa kuniona. Maana tayari nilishapokea vitisho huko gerezani. Mwanao kasema kama ingelikuwa umeenda kuzimu, basi na mie akitoka huko gerezani asinikute niende kuzimu. Aliniambia hivyo, lakini Mungu si Asmani, umenyanyuka, umekuwa hai. Asante sana Mwenyezi Mungu, asante Mungu. Asante pia daktari kwa kumsaidia mke wangu kunyanyuka. Asante, usijali baba, ndo kazi yangu. Na pia pole sana kwa changamoto hii ambayo ilitokea kwenye familia yenu. Na mgonjwa kaamka kama hivyo, lakini kuna changamoto moja. Huyu mgonjwa anaonekana kaamka na afya ya akili. Bado hajitambui, yani haelewi ni kitu gani kinachoendelea. Yupo tu. Na hisi kidogo kuna hali ya kabwegele ameipata. Hivi wewe ashikari Bikachala, hivi una akili kweli? Yaani umenitoa kule shelo kukulu hadi huko msituni, nikajua labda una upwipu, unataka nishubishe damu kidogo na mimi. Kumbe unanileta mimi nije nipigane na bwabwa hili. Yaani mimi wakupigana na bwabwa hili? Na mtaka huyo mzee hapo chini. Dogo, mimi sio saizi yako kabisa. Sawa Umesahau nilichokufanya mle shelo Bikachala alivyoondoka. Umesahau? Nimepiga mpaka umetokea kwenye tundu. Wewe sio saizi yangu kabisa. Achana na mimi ni moto akotea mbali.
Kijana wangu anakuweza kabisa. Hiyo ndo saizi yako hiyo. Halafu pia mwanaume wa shoka huwa haongeagi sana, anaongea kwa vitendo. Tupigane haraka Nkalale, mimi nachoka nalegea. Ngunga, 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 safi, ngunga.